Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ninamshukuru Mungu asubuhi nyingine tena ambayo Kristo amefanya. Leo hii ikiwa ni tarehe 25 ambayo tunaita siku ya Christmas. Mungu wetu mwaminifu amekuwa mwaminifu na amenituma hapa mara nyingine tena na asubuhi ya leo ili tupate kuzungumza kwa neno ambayo Kristo ameweka katika moyo wangu na ameweka katika kinywa changu na ameliweka katika mdomo yangu ili tupate kuyazungumzia. Mungu amekuwa mwaminifu wiki mzima, kwa hakika amekuwa mwaminifu sana. Na kwa hakika tangu tuanze mwaka huu mpaka leo hii tunalisherehekea siku ya Christmas, Jumapili hii ya tarehe 25. Ninaamini kwamba ukiwa nyumbani kwako unasherehekea kila ambacho Kristo amefanya. Kwa hakika uko na kila sababu ya kusema kwamba yeye ni mwaminifu. Na kwa hakika unaweza sema kwamba umemwona Mungu mwaka yote tangu Januari mpaka leo hii tarehe 25, kiwa tunahesabu tu siku 5 na tuwe katika mwaka wa 2023. Ninaamini kwamba Mungu wetu amekuwa mwaminifu, kwangu amekuwa mwaminifu, na mimi nimemwona kwa macho yangu akinitenda mema, akitenda mema kwa nyumba yangu, akitenda mema kwa familia, katika huduma. Kwa hakika tuko na kila sababu ya kusema yeye ni Bwana. Ninaamini kwamba wewe pia uko na kila sababu ya kumshukuru Mungu katika ndoa, katika jamii, katika kazi, katika biashara, katika kila kitu, kwa sababu amekuwa mwaminifu. Hata ingawa mwaka huu wengine imekuwa ngumu kwa wengine, na watu wengine wamekuwa kwamba mwaka huu afadhali ishe kwa sababu ijakuwa vile walivyokuwa wakifikiria, lakini kwa hakika Mungu amekuwa mwaminifu, kwa sababu mimi husema kila wakati, na nilisema wiki iliyopita kwamba kila ambacho ni muhimu kwa mwanadamu na kila ambacho inakuanga kitu muhimu kuliko kila kitu ni uhai na uzima ambao tuko nayo. Watu wengi huwa wanasahau baraka ya uzima, wanasahau na baraka ya kuwa na uhai, na wanakufikiria kwamba kukuwa na vitu vya ulimwengu, kukuwa na magari makubwa, kuwa na biashara, kuwa na pesa ndio kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Hiyo sio kitu muhimu. Kitu muhimu katika maisha ya wanadamu ni uhai na uzima ambayo uko nayo na asubuhi ya leo. Kwa hivyo hata ingawa mwaka huu imekuwa na changamoto, imekuwa na challenges hapa na pale, challenges ambayo wakati mwingine ukikaa chini unatokwa na machozi, lakini ile uhai ambayo Mungu amekupa kuanzia Januari mpaka leo hii tarehe 25, na tumebakisha siku 5 tufuke mwaka, naamini utafuka mwaka, kwa sababu mahali ambapo umetoka ni mbali na mahali ambapo tumefika ni kama ni mbio ambayo tumekimbia na tunaona kamba ikiwa mbele yetu, na tunaamini kwamba Mungu wetu alianza pamoja nasi mwaka huu siku ya mwezi wa Januari tarehe 1 mpaka leo hii tarehe 25. Hizi siku 5 Mungu wetu atapenya pamoja nasi na atatufikisha katika mwaka ambayo ni wa 2023. Leo hii Kristo huyu amenituma tena na neno, ameweka neno lake katika moyo wangu, katika kinywa changu na katika ulimi wangu, ili tupate kuzungumza, na mwisho wa neno hii tutaomba pamoja. Na kama utaliamini neno hii, basi Mungu atakutenda mema. Amini pamoja nami nisome neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo ni 27. Nataka kusoma Mathayo 27 mstari wa 45, na nitasoma 45 mpaka 51, na baadaye tutaomba pamoja tukimaliza. Amini pamoja nami na tusome maandiko. Biblia inasema hivi: basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapasa sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu, Mungu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliokuwa wamehudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio
akatua sifongo, akalijaza ziki, akalitia juu ya mwanzi, akamnywesha. 49 inasema wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya atakuja kumwokoa. Mstari 50 inasema naye Yesu akisha kupasa sauti yake tena kwa nguvu, akatoa roho yake, na tazama, pasia ya hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hadi chini. Inji ikatetemeka, miamba ikapasuka. Wacha na tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu Kristo, tunasema kwamba wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu, wewe ni kimbilio. Kando na wewe jemedari hakuna mwingine aliye kama wewe. Kristo, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa sababu ya yote ambalo umelitenda. Umekuwa mwaminifu na umekuwa mwaminifu sana. Mwaka huu kwa Kristo, hata ikawa mambo yote imekuwa mangumu, kwa hakika tumekuona kwa macho, kwa sababu umepenya pamoja nasi na umetembea pamoja nasi na umetufikisha siku hii ya leo ambao tunasherehekea siku yako jemedari. Tulivyo hapa Yesu, tunasema kwa hakika wewe ni Mungu. Inuliwa katika maisha kila moja, inuliwa katika maisha yangu nami pia. Jehova, ukajidhirishe katika yote. Tenda mema kwa sababu yetu, ili jina lako likainuliwe. Pokea sifa, ni kwa sababu yule ambaye anatazama, yule ambaye anasikia na asubuhi ya leo Kristo, kila kitu ambayo wanakuomba na asubuhi ya leo, mahitaji yao, mahitaji ya nyumba, mahitaji ya ndoa, mahitaji ya familia, mahitaji ya kazi na biashara, Kristo kalikutane nalo na ukatende kama Mungu. Inuliwa Jehova, barikiwa, ni kwa sababu wewe ni Mungu leo, jana na hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Basi ninamshukuru Mungu na asubuhi ya leo. Mungu wetu amekuwa mwaminifu sana. Nimesoma neno hiyo ambayo nimelisoma katika kitabu cha Mathayo nimesoma 27 hadi Mathayo 27, nimeanzia mstari wa 45 na nimesoma mpaka 51. Na Biblia hii inaongea kuhusu kifo ya Kristo, ambayo ni Kristo wetu, ambayo ni mwenye wokovu, ambayo tunasema kwamba tumeokoka. Hili ndio neno ambayo Kristo amenipatia na asubuhi ya leo. Ninaamini kwamba watu wengi leo wako nyumbani kwa sababu tunalisherehekea siku ya Christmas. Tunalisherehekea siku ya Kristo aliyetuokoa, aliyetoa mwili wake na maisha yake, aliyemwaga damu lake kwa sababu yetu. Kwa hivyo ningelitaka tuelewe gharama ya wokovu ambayo tuko nayo. Tunasema kwamba sisi ni watu tumeokoka, sisi ni wanavita, sisi ni watu ambao wamekombolewa. Kwa nataka tujue ile gharama ya ukombozi ambayo tunasema kwamba tumekombolewa, gharama ya wokovu ambayo tunasema kwamba sisi tumeokoka, gharama ya kifo ya Kristo ambayo alitoa maisha yake, akalimwaga damu na akalitoa mwili wake, ikasikwa na ikateswa sana. So kwa hivyo tunataka tujue gharama ya wokovu ambayo tuko nayo. Tunataka tujue kwamba gharama ya kukombolewa ilichukua Kristo gharama gani, ili tuwe kwamba sisi tumekombolewa, sisi tumefunguliwa katika gereza, sisi tumefunguliwa katika vifungo tofauti na tumewekwa huru kupitia kifo, ama kupitia katika mateso, ama kupitia katika msalaba msito ambayo Kristo alibeba kama mbao akielekea pale Golgotha, ili akufe, asulubishwe, akufe na asikwe kwa sababu yako. Kwa hivyo Maandiko takatifu inasema, inaongea kuhusu baada ya Yesu Kristo kusulubishwa, akiwa pale msalabani, pale juu ambao amesulubishwa. Leo hii nimesema kwamba tunasherekea siku ya Kristo, na tunasema kwamba tunasherekea Christmas. Christmas ni siku yake Kristo. Tunakumbuka mateso na vile alivyoteswa, ili alete wokovu ambao tuko nayo, ili alete uhuru ambayo tuko nayo, ili alete ukombozi ambayo mwanamke, msichana, kijana, mtoto mdogo ama watu wazee wanaweza wakasema kwamba sisi tumekombolewa, sisi tumeokolewa na damu la Kristo iliyomwagika pale msalabani, damu ambayo ilinena mema kwa sababu yetu. Hilo damu ilivyonena mema, basi tukakombolewa kwa sababu tuliamini kwake Kristo. Basi Biblia inasema kwamba
kwamba Kristo alivyokuwa pale msalabani, mahali ambapo tumesoma kwamba alivyokuwa pale msalabani amesulubishwa, hako juu ya mbao. Biblia inasema kwamba naye Kristo giza ikashika ulimwengu mzima kuanzia saa 6 hadi saa 9. Kristo Yesu asifiwe sana. Wakati Kristo alikuwa msalabani, maandiko takatifu inasema kwamba giza ikaingia katika ulimwengu kuanzia saa 6 hadi saa 9. Hiyo ni masaa matatu. Kama kuna giza ambapo hakuna mtu angeliweza kuona mwenzake, yani kulikuwa na giza ile hatari, ile haijawahi onekana, kwa sababu ya wokovu ambayo wewe msana, wewe mama, wewe kijana, wewe mwanaume unasema kwamba umeokoka. Kwa hivyo siku hiyo ikitengenezwa wokovu ambao tunasema kwamba sisi ni watu tumeokoka, sisi ni watu tumekombolewa, sisi ni watu tuko huru, ni kwa sababu ya kifo ya Kristo pale msalabani, kwa sababu ya kusulubishwa kwake Kristo aliyosulubishwa pale Golgotha. Maandiko takatifu inasema basi nakiwa pale msalabani, ilikuwa ni saa 6 mchana. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni saa 6 mchana. Basi na giza ikawa imeingia katika ulimwengu. Siku hiyo giza ikawa katika ulimwengu. Watu wote waliokuwa pale, wale Wayahudi waliokuwa wamemsulubisha Kristo, wakawa wako pale wanakunywa, wanasherekea kwa sababu Kristo amesulubishwa. Na kulikuwa na watu wengine waliokuwa wametoka Yerusalemu, wanao walikuwa wanalia kwa sababu mfalme wao aliyekuwa pamoja na wao amesulubishwa. Kwa hivyo kulikuwa na watu wanalia kwa sababu mfalme wao aliyekuwa na wao amesulubishwa, na kulikuwa na watu kutoka Wayahudi waliokuwa wanasherekea na kukunywa pombe na kusherekea kwa sababu wanaona kwamba wamemmaliza Kristo na wamemmaliza mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko takatifu inasema basi nalivyokuwa pale katika msalabani, basi saa 6 mchana, mali wakati kulikuwa na jua kali, maandiko takatifu inasema na hiyo jua na hiyo mwangaza ikageuka kuwa giza kwa masaa matatu. Kila ambacho ilikuwa inafanyika wakati ule ni kwamba kuna mtu alikuwa anakombolewa, wokovu ilikuwa inatengenezwa, alikuwa analipa gharama ya wokovu. Mateso Kristo Yesu aliteseka, alisulubishwa, akabebeshwa msalaba ama mbao msito. Ilikuwa ni wokovu yako ambao unatembea nayo, ilikuwa inatengenezwa. Kwa hivyo kuna gharama ya wokovu. Maandiko takatifu inasema kwamba akawa amebeba msalaba msito, akitembea akianguka. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alianguka mara 3 akielekea Golgotha na mbao ama msalaba, akienda kutengeneza wokovu, ama akienda ili mtu apate kukombolewa, ama ili atengeneze uhusiano mpya katikati ya wanadamu na Mungu, uhusiano iliyoharibika pale katika shamba la Edeni. Maandiko takatifu inasema basi Kristo akawa amebeba msalaba, anaelekea Golgotha ili wokovu ikatengenezwe, ili ukombozi ikatengenezwe, ili mtu uhusiano mpya iliyoharibika pale katika shamba la Edeni ikatengenezwe tena. Na ndio maana Biblia inasema katika Yohana 1 kwamba alikuja kwa watu waliokuwa wake na wale waliokuwa wake wakamkataa. Alikuja kwa watu wake lakini watu wake walimkataa, lakini wote waliomkubali aliwapa nguvu ya kufanyika wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kukubali Kristo, naye Kristo anakufanya kuwa mwana wa Mungu, yani unakuwa na haki ya vitu vyote vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna gharama ya wokovu. Wokovu haikukuja tu, sisi tunalipokea bure, bora tu tumiamini Kristo kwamba yeye ndiye Bwana na kando na yeye hakuna mwingine aliye kama yeye. Basi na unapokea wokovu na unakombolewa na unafanywa kuwa mwana kwa sababu ya kukubali Kristo ambaye ni mwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo maandiko takatifu inasema basi alivyofika pale Golgotha akawa amesulubishwa,
Bwana asifiwe sana. Akawa ametolewa manguo zake, akabaki uchi peupe, watu wakawa wanamtazama. Akasulubishwa katika mbao, akawa ako juu, na maandiko takatifu nasema akawa na uchungu mingi sana. Yesu Kristo akawa na uchungu. Baada ya kusikia uchungu, maandiko takatifu nasema kwamba ilivyotimia, ilivyofika saa 6 mchana, naye ulimwengu yote ikageuka giza. Basi watu wakatoroka mbio, wengine wakatoroka mbio, na maandiko takatifu inasema naye Kristo akalia kwa sauti kubwa. Yesu Kristo akalia kwa sauti kubwa. Maandiko takatifu inasema kwamba akalia kwa sauti kubwa baada ya giza kuingia na giza ikatoweka. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ambayo ni mwenye wokovu, Yesu Kristo ambayo ni mwenye Biblia, Yesu Kristo ambayo ni mwenye ukombozi, Biblia inasema kwamba akalia na sauti kubwa, akasema, Mungu, Mungu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yani Eloi, Eloi, lama sabakthani. Inamaanisha kwamba Mungu, Mungu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu gani Kristo alikuwa analia? Nimekuja nikuelezee gharama ya wokovu ambayo uko nayo, gharama ya ukombozi ambayo wewe uko nayo. Kwa hivyo Kristo akawa amelia, kwamba nasema kwamba Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu gani Kristo alikuwa analia kwamba ameachwa na Mungu? Ni kwa sababu alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu pale msalabani. Kwa hivyo, kwa sababu Mungu haelewani na dhambi, na Mungu wetu hakai karibu na mwenye dhambi, kwa hivyo Kristo akawa amebeba dhambi yako na dhambi zangu, amebeba dhambi ya jirani yako, na amebeba dhambi ya mama yako na baba yako. Kwa hivyo akiwa pale msalabani, Mungu akawa amemuona kama mtu amekuwa na dhambi mingi, amebeba dhambi ya ulimwengu. Basi Kristo akalia, akasema kwamba Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ni kwa sababu alikuwa amebeba dhambi ya boma yenu, alikuwa amebeba madharau na magonjwa. Maandiko takatifu inasema kwamba kile kuchapwa kwake ndiyo ilituponya magonjwa zetu. Ina maana kwamba kichapo aliyopokea ilifanya sisi tukapona. Na ndio maana hata wakati huu ukiombewa na uamini, bado ile kichapo Kristo aliyochapwa bado inaponya watu mpaka leo. Hiwe ni ugonjwa ambao ilishinda madaktari wa ulimwengu, hiwe ni ugonjwa iliyoshinda waganga wa kwenu, hiwe ni ugonjwa iliyoshinda mafedha na dhahabu iliyo katika benki, pesa ambayo umeweka katika benki. Wengine wameenda mpaka India, wengine wamefuka boda, wameenda Tanzania, wengine wameenda kule Uganda, wengine wameenda South Africa, wengine wameenda India, wengine wameenda Marekani. Hata hivyo hawajapokea uponyaji. Lakini maandiko takatifu inasema kwa kuchapwa kwake sisi tumepona. Ina maana kwamba mtu hakimkubali Kristo na akasema kwamba mimi nimekubali kwamba kuchapwa kwake Kristo nami nimepona, naye anapona hata leo. Hata na asubuhi ya leo ninataka tuelewane kuhusu gharama ya wokovu. Maandiko takatifu nasema kwamba giza ikaingia katika ulimwengu kutoka saa 6 hadi saa 9 mchana, nao watu wakawa wametoroka mbio. Nao watu walivyosikia akilia kwamba Eloi, Eloi, lama sabakthani, kwa sababu ilikuwa ni lugha ya Waebrania na wakuwa wanaelewa wanaongea nini. Maandiko inasema kwamba ilikuwa inamaanisha kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Naye watu wa Yahudi wakasemezana, wakasema kwamba alikuwa anaita Elia ili akuje kumsaidia ama akuje kumwokoa katika pale msalabani. Na wakasemezana katikati yao kwamba wacha na tungoje tuone huyu Elia ambaye anaita, tuone kama atakuja kumwokoa. Naye mwingine akatoka mbio. Biblia inasema kwamba alitoka mbio, akachukua sponge na akatumbukisha katika pombe, ama tuita namna gani. Naye Biblia inasema kwamba akakimbia na akamnywesha Kristo. Na maandiko takatifu inasema baada ya kunyweshwa, maandiko takatifu inasema kwamba nakapaza sauti yake mara nyingine tena kwa nguvu ama kwa sauti kubwa, naye akalitoa roho yake. Biblia
Biblia inasema kwamba na wakati roho yake ilitoweka, maandiko takatifu inasema kwamba na kitambaa iliyokuwa katika hekalu ama pasia iliyokuwa katika hekalu ikapasuka katikati. Bwana asifiwe sana. Pasia ikapasuka katikati vipande viwili, na Biblia inasema kwamba na dunia ikatetemeka na miamba ikapasuka. Bwana asifiwe sana. Yani wokovu ilivyokuwa inatengenezwa haikuwa ni mzaha, haikuwa ni mchezo. Yani Kristo akatoa maisha yake ili apate kuteswa, akatoa maisha yake ili apate kusulubishwa, damu yake ikatiririka, akadungwa na mkuki, naye damu iliyokuwa imechanganyikana na maji ikatoka katika mbavu wake. Hilo damu bado inaokoa mpaka leo, hilo damu bado inaponya mpaka leo. Kwa hivyo tunavyosherekea Christmas ambao ni siku ya Kristo, tukumbuke gharama ya wokovu ambayo ni siku hii ya leo. Kuna watu wengi wanasherekea hii siku kwa njia mbaya, lakini hawajui ni siku gani. Leo hii ni siku ya Kristo, na tunapaswa kukaa chini tukumbuke gharama ya wokovu, tukumbuke vile Kristo wetu ambalo tunaisherekea siku yake leo aliteseka namna gani ili tupate siku hii ambayo tunaitwa wa Kristo, ili tupate siku hii ambayo tunasema kwamba tumekombolewa, ili tupate siku hii ambayo tunasema kwamba tuko huru. Kwa hakika Kristo alitoa maisha yake ili apate kusulubishwa, ateswe, atemwe mate, apigwe mateke, apigwe makofi, asulubishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo alikubali kufa ili wewe upate kukombolewa. Kwa hivyo tunavyosherekea siku hii ya Christmas, tunapaswa kuelewa kwamba kuna gharama ililipwa ili siku hii iitwe siku ya Kristo, ili siku hii wewe pia uitwe Mkristo, ili wewe pia upate ukombozi ambao uko nayo. Sio kitu ya mzaha, sio kitu ya kusherekea tu. Biblia inasema kwamba Kristo akalia pale msalabani, akamlilia Mungu wake, akamwambia Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ni kwa sababu alikuwa amebeba dhambi zangu, alikuwa amebeba dhambi ya boma yenu, alikuwa amebeba dhambi ya ndoa yako, alikuwa amebeba dhambi ya watoto wako, yakaelekea nayo pale msalabani, pale Golgotha. Akawa Mungu wako ama Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi, akamweka kando, akamtoroka. Na maandiko takatifu inasema naye Kristo akalia, akasema mbona umeniacha? Alikuwa naachwa kwa sababu yako, aliachwa kwa sababu ya dhambi zako, kwa sababu dhambi zako ndio alibeba. Leo hii na asubuhi ya leo ningependa tugundue ama tujue gharama ya wokovu. Tusisherekee kwa njia mbaya, kwa sababu siku hii ilimgharimu Kristo. Alitoa maisha yake, alimwaga damu yake ili tupate siku hii ama tupate kusherekea siku hii. Kwa hivyo nawe pia na asubuhi ya leo ninataka uelewe kwamba ni vyema kutunza wokovu. Wokovu iwe safi, utembee na wokovu ukiwa umemwogopa Mungu, umemheshimu Mungu na unajiadhari katika kutenda dhambi. Kwa sababu tuko na watu ambao wanasema kwamba wamekombolewa, wanasema kwamba wameokoka, lakini wanakunywa dhambi ni kama watu wanakunywa soda. Hawajali hata washtuki, hata wakitenda dhambi hawana uoga yoyote. Kwa hivyo ni vyema kujua kwamba hii wokovu ambao tunasema tuko nayo, wokovu hii ilimgharimu mwenyewe, ilimgharimu Kristo. Kwa hakika Biblia inasema kwamba ile siku Mungu alivyokuwa anataka mtu ili apate kutuma, ili apate kuokoa watu, malaika na wasee wote walinyamaza, lakini Kristo akakubali ili apate kutumwa, ili apate kukomboa ama ili apate kuleta uhusiano mpya. Yani tunaita uhusiano mpya iliyoharibika, uhusiano iliyoharibika pale katika shamba la Edeni. Naye Kristo alikuja ili apate kutengeneza uhusiano mpya, na ndiyo maana Biblia inasema tukimkubali Kristo, yeye Kristo anatufanya kuwa wana, yani anatupatia uhusiano mpya na Mungu wetu aliye muumbaji wetu. Kwa hivyo leo hii na siku ya leo ninataka kupate kuelewa gharama ya wokovu, tusije tukasherekea katika njia mbaya. Ni vyema kuelewa kwamba Kristo ambayo ni mwenye wokovu wetu aliteseka ili tupokee wokovu, alibeba msalaba mzito ili tupokee wokovu, alidharauliwa, alitemwa mate, alipigwa kofi
akapigwa mateke, alisulubishwa, akakubali kufa ili tupate wokovu tulio nalo. Kwa hivyo ni vyema kutunza wokovu. Wokovu yako inapaswa kuwa wokovu iliyo safi, wokovu ambayo mtu anatembea nayo akawa amemwogopa Mungu, akiwa amemwogopa Mungu katika moyo wake, katika mavazi yake, katika kuongea kwako, hata katika kuvaa kwako unapaswa kumheshimu Mungu, kwa sababu hiyo wokovu ambao uko nayo ili mgharimu Kristo, ili mgharimu Bwana, ili upokee wokovu ambao uko nalo. Hata na jioni ya leo na asubuhi ya leo ni vyema kukumbuka siku hiyo ambayo Kristo alikufa. Ni vyema tunavyosherehekea siku ya Kristo ambayo tunaita Christmas, tujue kwamba Christmas haingekuwa Christmas ama ingekuwa siku hii ya leo kama Kristo angekufa pale msalabani, kama angelitoa maisha yake pale msalabani, kama angelitoa maisha yake kwa sababu yako, kama angelitoa damu ili ipate kudungwa katika mbavu lake na damu iliyokuwa imechanganyikana na maji itoke ili upate kukombolewa. Leo hii tungekuwa na siku hii ambayo tunaita siku ya Kristo. Ni vyema kukumbuka, ni vyema kumheshimu Mungu katika kuongea kwako. Tunavyosherekea ni vyema kumtambua Kristo katika yote. Tambua Kristo katika kila kitu, tambua Kristo, na tupate kuelewa kwamba Kristo yeye ndiye Mungu wetu, na kando na yeye hakuna mwingine aliye kama yeye. Ninataka niombe na mtu mmoja, sijui kama kuna mtu ambaye amenielewa kwa sababu ya kuelewa gharama ya wokovu. Wewe mama yangu, wewe msana yangu, wewe mama, wewe mzee katika boma yako hapo, ni vyema kumuelewa Mungu. Ninaamini kwamba watu wanasherekea, watu wamechinja mbuzi, wengine wamechinja ng'ombe, wengine wamechinja kondoo, wengine wamechinja kuku, wanasherekea, chapati na pikwa, vitu vimetengenezwa, lakini wanasahau yule ambao tunamsherekea ni Kristo, na alifanya nini ili siku hii ikaitwe siku ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Wakristo wengi wanasahau, wanaona tu ni siku ambayo iliwekwa kwa kalenda kwamba watu wanapaswa kusherekea. Upaswi kusherekea kama ujui gharama iliyoendwa ili siku hii iwe siku ambayo tunaita siku ya Wakristo. Ni vyema kukumbuka vile Kristo ambayo ni mwenye wokovu aliteseka. Ni vyema kukumbuka vile Kristo alivyobeba msalaba, anaanguka mara ya kwanza, akaanguka mara ya pili, akaanguka mara ya tatu, akielekea pale Golgotha na msalaba msito kwenye mgongo wake, akienda kutengeneza wokovu ama akienda kutengeneza uhuru ambayo uko nayo ama wokovu ulio nayo. Ni vyema kukumbuka, usisahau kukumbuka mateso ama gharama ya wokovu ama ya mateso ya wokovu uliopokea. Ni vyema kukumbuka, ni vyema kukumbuka gharama ya wokovu, na ukaseme kwamba Mungu, Kristo ni asante kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya kutoa maisha yako na mwili wako, kwa sababu ya kumwaga damu yako pale msalabani ili mimi nami niwe mtu, ili mimi nami niwe vile nilivyo. Ni vyema kukumbuka siku hii ya leo, na ni vyema kujua kwamba Kristo aliteswa, akasulubishwa, akakubali kufa ili sisi pia tupate siku hii ya leo, tupate kusherekea siku hii ya leo. Ni vyema, ni vizuri kama uliwacha wokovu ukaenda kando, ni wakati huu unapaswa kumrudia Kristo. Kama ulikuwa umeokoka na ukaenda kando backslide, ni vyema kumrudia Kristo, kwa sababu siku hii ya leo tunamkumbuka Kristo. Siku hii ya leo tunakumbuka mateso na kifo ambayo Kristo alikufa pale msalabani. Ni vyema na ni vizuri kukumbuka wokovu na tumrudie Bwana. Ni vyema kumrudia Bwana. Siku hii ya leo sio siku tu ya kusherekea. Ni vyema kukumbuka, je, niko katika njia ama nilitoka katika njia? Je, niko katika wokovu ama niliacha wokovu? Je, niko katika agano ama niliacha agano? Kama uliacha ama kama uko nje, ni vyema kumrudia Kristo. Nataka niombe pamoja na wewe. Kama unaweza kupiga magoti yako chini, ukapige magoti yako chini, na tumkumbuke Kristo katika kila kitu aliyefanya ili tupate wokovu ambao tuko nayo. Kama wewe ni mgonjwa, nataka kuamini kwamba katika kuchapwa kwake Yesu Kristo nasi tumepona, naye Kristo atakupona katika kila kitu. Yeye ni mwaminifu. Piga magoti yako na tuombe. Kama unaweza fikia TV, ukaligushe TV hiyo. Kama unaweza kufikia, uwe na imani, kwa sababu katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6 inasema pasipo imani ni vingumu kumpendeza Kristo. Amini nami ili tupate kuomba. Baba wetu tena Mungu wetu, wewe mfalme wetu wa ajabu, tunakushukuru na asubuhi leo. Asante kwa sababu ya siku hii ambayo ni siku ya tarehe 25 ambayo tunakumbuka siku yako jemedari, vile ulivyoteswa,
vile ulivyobebeshwa msalaba mzito, vile ulivyomwaga damu yako pale msalabani, ili tupate wokovu ambao tuko nayo, ili tupate ukombozi ambao tuko nayo na asubuhi ya leo. Jemedari, tunakurudia mara nyingine tena. Tazama huyu mama, tazama huyu msichana, tazama huyu kijana, amekubali kwamba alitoka nje ya wokovu, na amekubali kukurudia mara nyingine tena. Ukampokee, ukamfanye kuwa mwana wako mara nyingine tena, ukamtakase damu lako la dhamani, damu lako la Kristo iliyomwagika pale msalabani, damu yako iliyonena mema kwa ajili yetu, ikanene mema kwa sababu yetu. Kristo, tunakupa sifa sote, ni kwa sababu unastahili. Asante, ni kwa sababu umesikia maombi yetu na umetenda sawa sawa na mapenzi lako. Inuliwa Jehova, barikiwa, kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako tumeomba na hata kuamini, amen. Tumkumbuke Kristo na tukumbuke kila kitu ambacho Kristo amefanya, na ile mateso aliyopitia, na ile mbao aliyobeba, na akakubali kupeana maisha yake na kukufa pale msalabani kwa sababu ya wokovu. Mbarikiwe, tusherekee tukimkumbuka Kristo. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you the body and